mganga, mimi nashukuru kwa dawa zako zile ulizonipa, nimezifanyia kazi na zimefanya kazi vizuri. Sawa, ni vizuri. Kuna kitu nilisahau mganga, nimekuja nahitaji msaada mwingine. Bado kuna jambo moja nilisahau. Jambo gani hilo? Yule mama aliyeondoka, yule mke mwenzangu ana mtoto wa kiume. Sasa kama ana mtoto wa kiume, yule mtoto atakapokuwa atakuja kunisumbua, atakapokuwa nimeshamiliki mali za mume wangu, atanisumbua. Kwa hiyo mimi nilikuwa naomba naomba unisaidie mganga, yaani nahitaji atoweke kabisa duniani, kwa sababu katika mila zetu sisi mtoto wa kiume ndio anaishika mali. Yaani sitaki hata kumuona. Yaani apotee kabisa, unamaanisha nimuue? Ndiyo mganga. Makala. Ndio mkuu. Tumefanya kazi nyingi sana, ila hatujawahi kuua. Dawile, hii ni kazi ngumu sana dada. Ni kweli mimi kazi yangu ni uganga, lakini hii kazi sitoiweza. Hapana mganga, najua hujawahi kufanya. Naomba unisaidie, naomba unisaidie kwa sababu najua yule kijana atakuja kunisumbua baadaye. Naomba unisaidie mganga. Hapana dadangu, ngoja nikwambie kitu kimoja. Katika kazi zangu zote nilizopata katika kilinge hichi, sijaipata kazi ya kuua na sijawahi kufikiria kazi hiyo. Leo hii unaponiletea hiyo kazi, Makala. Ndio mkuu. Hii ni kazi kubwa sana kabisa, na hatujawahi kufanya hata siku moja. Mganga, naomba unisaidie. Niko tayari kutoa kiasi chochote kile utakachokihitaji, ila naomba unisaidie kwa hili, ili yule kijana asije kunisumbua baadaye. Nitaumbuka mganga, naomba unisaidie. Makala, katamka neno kiasi chochote. Msaidia. Tufumbe macho tufanye kazi. Sasa naomba msikilize. Hapa msikilize aina yoyote ile, ila nitakupa maagizo. Naomba uende katika maduka madawa ya asili ukachukua Albatinox. Albatinox? Ndiyo. Utaichanganya na damu yako. Damu yangu? Tena ya hedhi. Damu yangu ya hedhi? Mganga, inawezekanaje hilo sasa? Na baada ya hapo utaweka katika chakula na utakula wewe. Mganga, inawezekanaje hilo sasa? Yaani damu yangu mimi ya hedhi nichanganye kwenye chakula alafu nile? Hiyo ndio tiba ya matatizo yako. Unaweza ukaenda. Mganga, unaweza ukaenda. Shoga yangu, hata hiki kitu kipya, yaani unajua kipya, toka nizalie sijawahi kusikia hapa. Ndio, si nimeenda tena kule kwa mganga. Ndio sasa masharaiti alionipa sasa hivi ndugu yangu ya moto, tena ya moto kweli kweli. Nimeambiwa nikanunua Albatinox, shogangu, nichanganye na tone la damu yangu, tena damu ya hedhi.
wewe ujikwai shoga yangu hapo ushangai. Mimi mwenyewe nimeshtuka kwanza, namuuliza mganga ananiambia ndio hivyo nilivyokuambia, katengeneze. Kwa hiyo sema imekuwa vizuri maana leo ndo na mimi ndo leo nimeingia. Shoga yangu baba nataka nitengeneze jambo langu. Nilikomeshe. Wewe mcheze ya mimi wewe. Sitaki masiala kwenye maisha haya. Haya kama kuzaa sizai. Mimi nitapata faida gani? Nitapata faida gani? Shogangu hilo swala lazima nilitengeneze. Nitamkomesha mbona? Hapo wa udugu wangu basi. Haya bwana, ngoja kwanza nani hapa hivi hapa nataka niende duka la madawa hapa madawa asili. Nikanani? Ndio nataka niende huko kwenye duka. Nimeambiwa nikanunue albaki sauda duka la madawa asili. Na wewe usikiaje? Haya basi poa. Mbona kazi ninayo? Familia mwanangu, nilikuwa niko busy kinoma. Jana nilikuwa na kipengele blaza, nilifungia kidogo kama unavyosikia kama umeotea vile. Najua mimi rangi ya mtume hiyo. Mara moja sasa. Sio hivyo mwanangu. Jana nilikamatia kweli. Blaza. Kwa hiyo sasa nafanyaje sasa? Baadaye na safari yangu nataka niende zangu Chamazi. Fresh. Kwa hiyo nikufuata. Wewe ni cheki muda wote. Okay. Bwana, mke wangu yule.
Yule mke wangu yule. Mbona kashika tumbo? Ni kweli anaumwa, lakini nahisi najua anapoenda brother. Nisikilize mimi. Mke wangu anaumwa unajua wewe? Ni story ndefu. Twende tufuatilie. Twende bwana. Kitu gani kinaendelea? Niambie nini mti dokta? Tatizo nini mti dokta? Unaniulia mke wangu. Nimemtoa mbali sana huyu. Nimetoka naye mbali sana huyu. Mambo yenu ushirikina unataka kuniulia mke wangu. Unakujua kwa wewe? Niangalie, tulia mke wangu. Tulia mke wangu. Umemfanya nini mke wangu? Tulia sasa, tulia nini? Nasikilize kwanza basi, tulia kwanza huko. Tulia kwanza basi, ungeelekeza kama unakuja kwa hasira kama hivyo sasa hivi. Unaelekeza nini? Tulia basi brother. Hasira basi. Wewe. Sema msikilize. Usikilize. Kwa mpole kwanza. Kwa mpole. Mke wako. Angalia. Sikia basi nikwambie hapa mke alikuja kwa lengo la. Tunakusikiliza. Matatizo yako elezea. Mganga, mimi nimekuja na shida. Shida yangu mimi pale ninapokaa nakaa na mke mwenzangu. Kwa hiyo nilikuwa naomba unisaidie mganga. Mimi nataka atoke nibaki mimi mwenyewe tu pale. Kwa hiyo mimi nilikuwa naomba naomba unisaidie mganga. Yaani nahitaji atoweke kabisa duniani, kwa sababu katika mila zetu sisi mtoto wa kiume ndio anaishika mali. Yaani sitaki hata kumuona. Yaani apotee kabisa, unamaanisha ni muue? Ndiyo mganga. Na hicho ndio alichokipata mkeo. Alichokifuata mke wangu. Waifu! Kashakufa tayari huyo. Mwanangu waifu! Mke wangu kwa nini? Wanasema ukiwaza sana mwisho utakufuru. Maana hatari sana. Nimempoteza mama yake Kidoti na Brian. Amefariki. Kisha mke wangu wa pili nimemwacha. Sasa tena bi mdogo amefariki. Ni mikosi gani? Aya amenizidi maji ya shingo. Hapana. Hapa nirudi tena kwa kaka mjini nikapumzike kwanza, nitengeneze akili. Ndugu wangu,
Naam kaka. Pole sana kwa kufiwa na mke na kwa kuondokewa na mke. Karibu, kwa sababu muda huu na majonzi, karibu hapa ukae hapa kwako. Karibu uanze maisha mapya. Sawa iliyopita, lakini hapo hapo hujue umeacha watoto, lakini watakutafuta. Kwa inabidi ujipange kwa muda uliopo. Asante kaka, mimi nashukuru kwa kunipokea. Sitotoka hapa zako, mimi hapa sitotoka, ila kaka na nyumba yangu ile atakaa mkwe wangu pamoja na mwanangu, wataishi pale. Nimeshukuru. Sawa kaka, basi mimi acha niende ndani. Haya ndio aliyotokea. Mimi napenda kusema kuwa samahani sana dada yangu, maana kwani sikutarajia na wala sikufahamu chochote kwenye hili. Naomba unisamehe sana, pia na mkiwepo na ndugu zangu pia na kwenye hilo naomba mnisamehe. Usijali Ruba, hili sio kosa lako, ni kosa la wazee wetu. Hapana, kwa busara aliyoitumia mama yuko sahihi sana hiyo siri kuitoa leo. Au nakosea mke wangu? Hapana, hata hujakosea. Kwanza hata mimi mwenyewe nimefurahi kwa sababu hii ni siri ya muda mrefu, na naona kabisa ilikokuwa inaelekea ni sehemu mbaya. Kwa hiyo ni vizuri sana mama kuweka wazi hili, na pia inatakiwa nyinyi watu msafiri mwende kwa baba yenu huko mjini. Mume wangu. Sema. Vipi, mbona unaonekana uko sawa? Ni kweli mke wangu sipo sawa. Kwa nini? Maana toka umefika na kuona uko sawa, kulala ulali, yani una mawazo kichwani. Sasa sijajua shida nini, au kuna kitu nimekosea? Jua leo wakati tunarudi kutoka kazini nimekutana na wewe kijana wangu. Kanaambia bwana, nimekutana na mke wako akiwa speed anakimbia hai na kanigonga kabisa. Sasa sijajua anakutoka anakimbia nini. Na mimi baada ya kuja huku nyumbani, tukio nilikuta ni vitu vili tofauti na nilivyoambiwa kule. Ndio maana hata nilipokuja pale sikuwa na furaha sana. Nikasikiliza maongezi aliyosema mama tu. Baada hapo nikaona sio kile nilichoambiwa kule. Kwa hiyo maana kitu hicho ndio kinakusababisha wewe usilale na uwe katika hali hiyo, sio? Hata wewe huwezi kulala kwa sababu mpaka saa hizi na wasiwasi. Je, ile mikimbio ni ya kweli ambayo nimeambiwa pale, au mikimbio ilikuwa aina gani? Hivi ujue mume wangu wewe unawivu sana. Usicheke. Unamaanisha nini? Asa ngoja nikwambie kitu ambacho ukijua. Pale tulinikuta niko na mama. Kuna kitu ambacho
kimezungumzwa pale. Mimi ni kweli nilikuwa nakimbia na yule rafiki yako nimekutana naye pale kwenye kichochoro. Ni kweli nikakosea kumgonga, ila kwa vile mimi nilikuwa na haraka, nilikuwa na wahi nyumbani, ni lengo niende nikamwambie mama swala ambalo nimeliona. Nimemkuta Luba na shemeji yako walikuwa wanatongozana, na Luba na yule shemeji yako walikuwa wafahamu kama ni mtu na ndugu, na hii siri tulikuwa tunajua mimi na mama, kwa sababu hii siri ya muda mrefu. Kwa hiyo mimi nilivyoliona lile swala nikaona bora nikamwelekeze mama, kwa sababu mama alikuwa hataki wale wajue. Kwa mimi nilivyoona lile swala nikaona hapana, lazima nikamwambie ili asiendelee kuficha ukweli. Na ndio maana mlivyofika nyinyi, ulivyofika wewe na Luba, tukaona haina haja kuficha, bora tu tueleze ukweli kama alivyoongea vile mama. Nadhani umemsikia. Ndio maana tulivyofika pale tu hakutaka maongezi mengi. Na mimi ndo nilimuita pale, kwa hamna kitu chochote kibaya mwangu, na ilikuwa ni hivyo tu. Mke wangu, hizi jaziba zingine sisi wanaume zitatuua. Ujue taarifa niliyopata kule, ilipaswa kabisa nikasirike. Na unachoniambia hapa sasa hivi, nisingelala mimi leo kosa kuniambia. Nisingepata usingizi kabisa. Hapo kidogo, alhamdulillah. Acha wivu. Wewe sura hiyo nimelipia mimi hiyo. Jinsi ninavyokupenda mke wangu. Una wivu. Acha kama ndio hivyo. Mimi nadhani kesho twende ile safari unasema mama. Ndio. Hapo mke wangu usingizi nitaupata. Hapo usingizi. Ndio umekaa umejipindisha mwenyewe. Ngoja nilale mamake. Mke wangu, mimi nadhani zawadi ulioniambia wala usijali, nitakuletea. Sawa, lakini wewe nakujua kichwa chako kibovu. Uchoe kuniambia nimesahau. Hapo tu unaposhindwa kuniamini. Niende mjini bila kuletea zawadi ni kitu ambacho hakiwezekani kwa kweli. Uchoe kuniambia mke wangu samani nimesahau. Wewe kwa kudeka wewe. Usijali bwana. Acha niwapeleke hawa vijana. Nadhani tukifika salama nitakujulisha. Sawa, nitafurahi sana ukinibebea. Lakini kingine, kwanza utamwambia baba nimemisi sana. Ndio. Na utamwelezea mazingira yangu, maana unajua kule kazini sina mtu wa kumwachia. Basi mimi nashukuru sana. Sawa. Sasa unaweza kuaga dogo zako manake. Kweli.
Siku bwana. Salamu. Baba. Nini kutembelea? Aha, karibuni jamani. Baba. Karibuni. Baba mkwe. Vipi hali? Salama, vipi hali? Mbona unaonekana baba? Mshukuru Mwenyezi Mungu. Leo mmekuja kutembelea jamani. Shikamoo. Marhaba. Mimi baba mkwe bwana niko huku. Niko huku sasa hivi. Mama. Vipi? Poa, shikamoo baba. Marhaba. Mbona kimya hivi mwanangu? Hamna tupo. Mbona mmenitupa hivi jamani? Kufariki kwa mama yenu ndio mnakimbia kabisa. Baba na wewe vipi? Tupo baba. Mmenitupa mimi kwa baba yenu mkubwa. Mimi kwa muda hapa. Maana tumeamua kuja kwa sababu baada ya kukaa muda mrefu bila kukuona baba yetu. Baba mkuu. Naam. Vipi hali? Nashukuru Mwenyezi Mungu. Mbona ujio wenu mmoja naona kuna upungufu? Upungufu hauna shida. Nimeamua tu mwenzangu kumwambia wewe baki, linda nyumba. Kwa hiyo kidoti kabaki. Kidoti kabaki. Kaka, watoto zetu ndio wameshafika kutoka mjini. Karibuni hapa penu, msio na wasiwasi kubwa dogo. Mimi ndio baba yenu, hali yangu ni msikae mbali. Naomba kuanzia leo muhamie hapa, na nyinyi maisha yenu yatakuwa hapa baki, kwa sababu kesho kushukutwa fanye tambiko la mila yetu. Sawa baba, sisi tunashukuru kwa kutupokea vizuri lakini hata hivyo kwa sababu tujaonana na baba yetu muda mrefu, ndio imepelekea mpaka hata tumepata shauku ya kufanya safari ya kuja huku. Sawa. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa kukuta salama. Hata mimi nilikuwa nafikiria sana wanangu, japo nimekuja kwa kakaangu huku kwa muda mrefu hivi kutokana na matatizo ambayo yaliyopitia kutoka kule nyumbani. Nadhani na nyinyi wenyewe kweli mlikuwa wadogo, lakini mlikuwa mnayaona. Sawa, nikaamua kurudi kwa kakaangu, kuja kwa kaka naye mnaona tena naye hali zake sito, inabidi mimi nishindwe tena kuja kule nimfanya tena maisha huku. Kwa hiyo kama kaka alivyosema, mama umenisikia sivyo? Hakusikia Baba mkwe, hivi nadhani umenielewa. Nimekuelewa baba. Kama kaka alivyosema, nyinyi wawili sasa hivi mtaishi na mimi pamoja na kaka hapa kwake. Sawa mama, kuhusu masuala mengine ya kuendelea kimaisha tutayafanya hapa kwa kaka, kwa sababu kwanza kaka kama mnamfahamu mke wake miaka mingi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, pamoja na mama yenu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kwa hiyo mkisema muishi mbali na mimi hapa, haswa wewe mama, utashindwa kupata maendeleo mengine. Pamoja na baba, wote mkae hapa sasa kwa kaka, ili tuangalie maisha yanafanyaje yanavyokwenda. Sijui baba mko umenielewa? Nimekuelewa vizuri sana baba. Au kaka ulikuwa unasemaje? Mmemsikia baba anapozungumza? Ndio tumemsikia baba. Lakini mimi siende na wewe bwana, mimi kubaki hapa sitaweza. Mimi nishazoea pale kukaa na wewe hapo na dakidoti, mimi huku siwezi. Mimi nataka tu nirudi zangu nyumbani. Dada, tunaanza maisha mapya ya mjini. Afu hao ni wazazi wetu. Utazoea tu. Umesikia dadangu? Bila baba, naam. Kuna ushauri nataka nikupe. Ndio. Kama utakuwa na uwezekano. Sawa. Mimi baba yako. Nadhani kule ulikotoka baba umeacha nyumba. Sawa. Na mimi pia naishi kule kwenye nyumba ya kupanga baba. Sawa. Ningeomba kama utakuwa na uwezekano, nisikae nyumba hivi, nikamchukue mimi mke wangu tukakae kule, nikirudi hapa. Ningeomba hivi. Nadhani kesho kutwa tu mimi nitatoka hapa na kuelekea nyumbani. Kama hivyo kaka tulivyopanga. Umeelewa? Kwa sababu mimi tena kuishi kule kutokana na kakaangu na hali zake sasa hivi zilivyo ya malazi ya mwili wake. Mimi nimepanga ile nyumba kule, siwezi kushana kukaa. Kwa hiyo mimi na kaka yeye shawishi mimi, na mimi nikaona moyo wangu baba mkwe wewe sawa uishi kwenye ile nyumba. Hilo swala alilikuwa halina pingamizi, ila tu huyu mwanangu mdogo na huyu mwanangu mkubwa wa kike na wa kiume hawa watabaki hapa, kwa sababu nikisema hawa nikuachie kule itakuwa nimekuachia mzigo, kwa sababu mimi uwezo wa kuhangaika kutafuta riziki upo. Nashukuru. Umenielewa baba?
Nimekuelewa sana baba. Nashukuru sana baba. Asante. Na mimi kama unashukuru na mimi nimependa. Au kaka ulikuwa unasemaje? Haina shida. Unasemaje? Basi hilo halina tatizo. Sisi tunakutakia sana safari njema na utawasalimia waliotuzoea. Mama, usihuzunike. Nenda ndani. Usihuzunike mama, utakaa na mimi hapa. Kuna vitu vingi vya kufanya mwanangu.